Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana kwenye channel yetu. Basi leo nina mada nyingine inahusiana na wewe ni wife material kama wewe ni mdada. Nitazungumza kipindi kingine kwa habari ya wakaka. Watu wengi wako kwenye maombi na namshukuru Mungu, wadada wengi wananifuatilia na wapo wengine ambao wananipigia simu, tunapeana ushauri, namshukuru Mungu sana. Na nina maombi yangu kwa Mungu kwamba Mungu aendelee kuwabariki. Hii njia mlioichagua ni njema na Mungu akawaongoze. Najua adui anapambana sana kwa habari ya ndoa, watu wasipate wenza ambao Mungu amewakusudia ili dunia hii isiwe ni sehemu ya kufurahi. Sasa leo nataka niendelee na hii mada ya kwamba wewe ni wife material. Unajua wako wadada wengi wanaomba kwa habari ya kupata mume, lakini nikiongea na kuna baadhi mtu unaongea naye tu unagundua hapa bado mtu hajajiandaa kuwa mke. Bado mtu hajajiandaa kuwa mke. Leo kipindi cha hivi karibuni wengi huwa tunaiangalia ndoa. Tunaiangalia harusi na sio ndoa. Yaani mtu anataka ukipita kwenye comment mtu ameona mtu amevaa vizuri, sijui ameangalia fulani amevaa hili shela aliingiaje, anaangalia mimi nataka fulani awe MC wangu. Nataka nishonewe na designer gani, lakini maandalizi yake kuelekea kwenye ndoa ni maandalizi ya harusi, sio maandalizi ya ndoa. Sio maandalizi ya ndoa. Sasa watu wengi wanazungumza na napenda kurudia hiki kitu. Harusi ni ya siku moja. Okay, inaweza ikaanza kitchen party kwa dada sisi, send off, then harusi, yani zikaenda week. Lakini ndoa ni lifetime. Yani Mungu sio anawaandikia mnaishi miaka mingapi Mungu wangu, kama ndo kuishi miaka 70 duniani unaishi naye miaka 50, lakini wengi tuna maandalizi ya kitu cha wiki moja au cha siku moja. Hatuna maandalizi ya hiyo miaka mingi. Kwa hiyo kuna muda unaongea na mtu unaona kabisa hapa bado. Yani mimi ya binafsi yangu naona kabisa huyu bado sio mke. Sasa wewe ni wife material. Tunapozungumzia wife material, tunazungumzia mke. Tunazungumzia mama wa watoto. Tunazungumzia msaidizi kwa mwanaume anayekwenda kuolewa naye. Sasa unayo maandalizi? Muomba Mungu akupe neema, akupe maarifa ya kwenda kuwa mke au ya kwenda kuwa mama, kwa sababu ipo changamoto nyingine. Ukiona mwanaume bado analilei kwa mama yake, yani bado anamsikiliza mama yake. Sawa, kuna wale wa changamoto ambao amelelewa na mama peke yake, lakini akipata mke wake, tunazungumzia kwenye mke wake pale, huyu mke anaikamata nafasi ya mama. Ndio maana huwa kuna msemo wanasema wanaume ni kama watoto. Serious, yes. Wanaume kiukweli ni kama watoto. Sasa usipokuwa na nafasi ya mama kwenye maisha yake, bado kunakuwa na changamoto. Usipokuwa na nafasi ya mama kwa watoto wake, bado kuna changamoto. Kwa hiyo wewe mrembo wa Yesu unayetafuta mume leo, ninakushauri fungua vipindi, tafuta vipindi mbalimbali vinavyokuandaa kuhusu kwamba mwanamke anatakiwa weje, umjue mwanaume. Kuna sifa za wanaume, kuna sifa za wanaume, umjue mwanaume pia, kwa sababu usipomjua na yenyewe kuna changamoto. Ngoja nikupe mfano mmoja. Wakati ninaolewa, mume wangu, kumbuka mimi nimeomba, nimejua ishara zote kwamba mume wangu atakuwaje, tunakutanaje. Lakini ninataka nikuambie hiki kitu. Wakati mume wangu amekuja na mpaka tunakuwa wachumba, tunaoana, alikuwa ananiambia kuna rafiki yake mmoja hivi. Asa fulani alikuwa ananiambia yule mwanamke ndo atakuwa mke wako.
Kuna siku nimemwona pale chuo, yani ule anafaa kabisa kuwa mke. Kwanza alivyovaa, anavyotembea, yani ule ni mke kabisa. Umeelewa? Anafaa kuwa mke, alivyovaa, anavyotembea, anafaa kuwa mke. Sasa hapa nimerudi, kuna vipindi huwa nazungumza ninachanganya na wote wa duniani na wa Mungu, maana hata wa duniani na Mwenyezi amejichagulia maisha ya duniani. Apate na yeye mwenyewe wa kwake, afurahie hapo duniani, akienda jehanamu atajijua. Sasa nazungumza na watoto wa Yesu ambao umekubali kutoa maisha yako kwa Yesu na unataka mume. Unavaaje? Yani kama binti unaniangalia hapa, wewe unavaaje? Unavaa kama mke au unavaa kama slay queen? Yawezekana wakiwekwa hapa maslay queen wale wa mtaani na wewe ambaye umempokea Yesu, hamna hata tofauti. Unaongeaje? Yani tabia zako zikoje? Ni tabia za mke au za gold digger? Gold digger mnawajua, wale ambaye ni anasubiri tu aombe kwa mwanaume atumie, yani hivyo. Yani umejiandaje kwamba mwanaume akija kwako anaona mke au anaona mwanamke wa kulala naye na kupita? Mungu alinipa neema, maana anasema tukiona fahari tuone fahari juu ya Bwana. Nami ninaona fahari juu ya Bwana. Ni Mungu alinipa hiyo neema, kwa sababu ukiniambia nilifanyaje, sina nani nzuri sana, lakini Mungu alinipa hiyo neema. Neema ya kuweza kuvaa kiheshima. Nilikuwa napenda sana kuvaa kiheshima. Wakati niko chuo nilikuwa napenda designing na jipigilia na jipangilia, mzee wa kupangilia rangi na nini, lakini ninavaa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Dada mzuri, unavaa kwa ajili ya nani? Wakati unamuomba Mungu upate mume mwema, huyo Mungu anaheshimika kwenye mavazi unayovaa? Mungu anajitwalia utukufu? Mungu anasifiwa kwenye hayo mavazi unayovaa? Au Mungu wako anatukanwa? Kuna siku hizo watu wanasema, jamani makanisani huku jamani, wadada mnavaa vibaya, mnawaingiza watu kwenye dhambi ya uzinzi. Na wewe ni mmoja wapo? Kama ni mmoja wapo, ndio naomba mume kutoka kwa Mungu. Kama Mungu wako atukuzwe. Mungu wetu ni mwaminifu. Mungu wetu ni mwaminifu, maana neno lake nasema nalitazama neno lake apate kulitimiza. Atakupa huyo mume. Lakini ninakuambia hayo mavazi yanaweza kaingiza roho ambazo huwezi elewa kwenye hiyo ndoa yako. Hutaelewa imetokea wapi. Hutajua imetokea wapi roho. Lakini ndo kupitia hayo mavazi. Kwa hiyo unaweza kashangaa imeingia roho ya uzinzi huko kwenye ndoa, imeingia sijui roho ya mafarakano, kumbe wewe ulikuwa unawafarakanisha watu na Mungu kanisani kupitia mavazi yako na wewe hukujua. Sawa, umeomba mume na Mungu amekupa, kwa sababu anasema ombeni mtapewa, tafuteni mtapata. Lakini anakuambia akipandacho mtu ndicho akivunacho. Kwa hiki unachokipanda kupitia mavazi yako, ipo siku utakivuna. Kwa umejiandaje kuwa mke? Swali la msingi la kujiuliza, umejiandaje kuwa mke? Nitoe mfano mmoja. Wakati nakutana na mume wangu, alikuwa hajui kuvaa. Yani unadhani wanaume wanaojua kupangilia nguo ni wachache sana. Nakupa hii mifano miwili ili uelewe nini ninachokiongelea. Sasa hajui kuvaa na ni mbishi. Hajui kuvaa na ni mbaili. Kwa ilikuwa kila nikimwambia, jamani wewe, sasa hivi ndo unavaaje? Si ukanunue nguo? Akamba, nguo bwana, mimi nashonaga suruali. Yani ukimuona kwamba huyu alafu kwamba anafanya kazi sehemu fulani, hapana, nini, vitu vile tofauti. Mungu alinipa neema wakati nimepata tu ajira, kana nilivyokuambia nikutana na mume wangu muda mfupi sana, yani hivyo. Kwa hiyo nilipopata ajira ile mwezi wa 3, nikamnuliaga suruali na shati. Hapo bado ni mchumba
ameenda kazini, alivyorudi siku asema, watu wamenisifia leo, wamesema napendeza. Yaani napendeza kweli. Sasa kumbe nilikuwa sipendezi. Neema ya kujiandaa kama mke kwenda kumvalisha mwanaume, kumbadilisha huyu ambaye alikuwa hawezi kuvaa akavaa vizuri. Kwa kutoka kipindi hicho nimekuwa nikimnunulia mume wangu. Mume wangu ajui hata duka la nguo linafananaje fushua mpaka sasa hivi. Hata kumuuliza suruali anavaa namba ngapi sidhani kama anajua au shati. Mimi ndio huwa nawajibika kumnunulia. Sasa hilo ni moja. Kuna mfano wa pili. Hapo kwenye kujipanga kuwa mke. Kuna mwingine alipata mchumba, ana same character. Huyo ninakwambia ni mtu wa karibu sana na yani ni kitu alinisimulia mwenyewe. Anasema alienda kwa mchumba wake akakutana na nguo ambazo hazipendi. Mwanaume naye hajui kuvaa. Kila akimwambia anunue nguo hamuelewi. Siku akachukua nguo zote za yule kaka akazichoma moto. Alipozichoma moto yule kaka amerudi. Akamuuliza nguo zangu ziko wapi? Sasa nimezichoma moto. Wewe ni nguo gani hizi unavaa? Yaani wewe afisa mzima unavaa nguo za hivi. Elelelele. Yule mkaka akamwangalia. Yaani yule dada alipotoka tu hapo kwenda kwake ndio ilikuwa mwisho wa uchumba wao. Wakati naongea yule kaka akaniambia, "Huyu mwanamke sijamuoa. Ananifanyia hivi, anachoma nguo. Je, nikimuoa?" Umegundua kitu? Watu wenye udhaifu mmoja ila wamekutana na watu wawili wenye maandalizi tofauti ya kuwa mke. Kwa huyu angechukua tena sasa bahati mbaya, huyu mwingine alikuwa tayari ana kazi nzuri. Ambaye angeweza kwenda dukani akamnunulia nguo nzuri mchumba wake akampa mchumba wake angependeza. Lakini aliona solution ni kuchukua hizi nguo zote kuzichoma moto. Sasa anajuaje budget ya huyu mwingine? Anajua huyu ni mbaili kiasi gani kwenye kununua nguo. Na niwape tu hiyo tips. Wanaume wengi hawapendi kuvaa na ni wabaili kwenye kununua. Kwa kama ni mke ndugu yangu, mwanamke umejipanga hapa unaomba mume si kutoka kwa Mungu. Ukikutana na mwanaume wa sampo hiyo, jiandae kumnunulia. Usione gharama. Mvalishe tu. Mvalishe, nunua nguo, vaa, avae, apendeze. Ndio hiyo tunasema udhaifu unaonekana. Kuna baba mmoja ni kutana boda asema, "Hivi mama fulani wewe unamuelewaga?" Naambia kwa nini? Yeye mwenyewe anapendeza ila mume wake, yani anavaa vibaya, hata apendezi. Yani moyoni tu nikacheka, nikamtafuta yule mama. Nikamwambia hivi kwa nini umnunuliage mume wako hata shati jamani? Unajua watu wanamsema mtaani, yani changamoto watu wanaisemea pembeni alafu hawakuambii. Namshukuru Mungu. Toka siku nimemwambia yule mama, aiseme wake anapendeza siku hizi. Anapendeza sana. Sasa ndo hiyo umejiandaaje kwenda kuwa mke? Dada, umejiandaaje hata kujifunza hata kupika? Sawa utakuwa na house girl, utakuwa na nini, lakini saa nyingine kama kumspoil tu mume wako unaandaa tu chakula special kwa ajili yake. Umejiandaje? Umejifunza mambo ya ndoa yanakuaje? Umejifunza tabia za mwanaume? Kwa tunaposema tunaomba kuhusu ndoa, tunaposema tunaomba kuhusu mume, hakikisha kama dada umejiandaa. Umejiandaa vizuri. Umejiandaa, unajua kuna nini, unajua kufanyaje, unajua habari za mwanaume, unajua jinsi ya kuenenda, unavaaje. Kuna mwingine nilipata kesi. Anasema nilimpata mwanaume, lakini baada ya mwezi nikamuomba hela. Sasa mimi najiuliza wadada wangu wazuri jamani. Hivi umekutana tu na mwanaume, nadhani alikuwa amemuomba hela baada ya wiki. Baada ya wiki tu umemuomba hela, amekuoa. Kwa nini usiombe hela wazazi wako? Yaani hela ni kama akupe. Unamuomba hela ni mume wako. Yaani haukamzi. Nini tafsiri yake? Kwamba kabla ya yeye ulikuwa unapata wapi hela, ndio unampa hiyo tafsiri kwamba kumbe ulikuwa na wanaume wanakusaidia, kwa hiyo ni wa kusaidiwa na mwanaume.
Wewe ni wa kusaidiwa na nani? Na wanaume. Ngoja nikupe mfano. Nitaongea siku nyingine kwa habari ya ndoa inatengenezwa. Ndoa inatengenezwa. Usione tu kuna ndoa zinaenda hivi. Ndoa inatengenezwa. Sasa upate maarifa hayo ya kutengeneza ndoa. Usipokuwa makini, Mungu anaweza akakupa huyo mwanaume aliyetoka kwake, lakini kama huna hayo maarifa na hiyo neema, bado utaivunja kwa mikono yako miwili. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo.